Mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema kabisa, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 1 mwezi wa Mei mwaka 2018. Karibu kwenye taarifa za jukwaa la KTN siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa Mei, ambapo huwa kama kawaida ulimwenguni kote wafanyikazi wanasherehekea siku hii. Je, kuna lolote la kusherehekea? Hapa nchini Kenya, mtazamaji, nitakuarifu kwamba kumekuwa na nyongeza ya mishahara kwa wafanyikazi ambao wanapata mishahara ya chini, asilimia 5. Je, hii inawezekana kufanyika? Kando na hivyo, pia upande wa waajiri wanasema nini kuhusiana na taarifa hii ama habari hizi ambazo zilitangazwa mapema hii leo na serikali? Mtazamaji, nitakuwa na wageni hapa kando pia na kusikia hisia zenu kutoka maeneo mbalimbali. Tutakuwa na mwanahabari mwenzangu akiwa maeneo ya upande wa magharibi mwa Kenya, na vile vile tutamtafuta mwanahabari Francis Mtalaki akiwa maeneo ya Mombasa kule ambako tunaarifiwa kwamba kunanyesha sana, lakini pia upande wa kaskazini mwa bonde la Ufa tutakuwa tunakuletea hisia za Wakenya, kando na mgeni wangu utakayekuwa naye hapa studio, na vile vile tutakuwa na mwanauchumi akitupimia ratili. Je, inawezekana? Karibu kwenye taarifa hizi mtazamaji. Moja kwa moja tuanze na vidokezo. Ni matumaini kwa wafanyikazi, huku serikali ikitangaza nyongeza ya asilimia 5 kwa wenye mishahara ya chini. Wilson Sossion matatani baada ya chama cha walimu nchini NAT kumtimua kwenye wadhifa wake wa katibu mkuu. Na kwenye swala nyeti hii leo, je, mfanyikazi wa kawaida atanufaikaje na nyongeza ya mishahara iliyotangazwa leo na serikali? Mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Tukuarifu na taarifa kuu siku hii ya leo, ambapo ni siku ya wafanyikazi ulimwenguni kote. Wafanyikazi wanaopata kiwango cha chini cha zaidi cha mishahara yao sasa watapata nyongeza ya asilimia 5. Mtazamaji, nyongeza hii imetangazwa mapema hii leo na waziri wa Leba na vile vile Ukuriatani wakati wa sherehe za mwaka huu za sikukuu za Leba dei zilizoandaliwa katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Nairobi. Aidha, waziri ametangaza mikakati ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta katika kukuza maisha ya wafanyikazi humu nchini. As a result of the various strikes that took place during the last one-year period, the country recorded a loss of 100 million man-hours, which is a matter of grave concern for a developing nation like ours. To ward off such unfortunate situation in the future, the time has come to commit to structured dialogue to overcome the challenges that we all face. In this regard, I urge all the tripartite partners in labor administration to take the lead in that direction. By so doing, we shall be acting in the context of this year's Leba dei theme, which is "Let us reason together for sustainable and economic growth and job security." In recognition of the good work done by our workers and cognizant of the rate of inflation of 4.8% this year, I hereby at this stage declare a corresponding increase of 5% increase of the minimum wage with immediate effect. Mzozo wa uongozi katika chama cha walimu nchini NAT unazidi kutokota baada ya baraza kuu la uongozi wa chama hicho kumtimua Wilson Sossion kama katibu wake. Kwenye kikao na wanahabari, kaimu katibu mkuu Hesbon Otieno na kaimu mwenyekiti Wycliffe Omuchei wamesema uamuzi wa kumtuma Sossion kwa likizo ya lazima unafuatia tuhuma dhidi ya katibu mkuu huyo kwamba alishindwa kuyatekeleza majukumu yake kikamilifu, mbali na kutoa siri za chama. You are suspended for now, but there will be an opportunity for you to face the members. Sure. We shall be there also to explain. If you are exonerated, fine. If you are not exonerated, so be it. But we love you, brother. We want to advise, respect the decision of the National Executive Council. The decision of the National Executive Council was that the Secretary General stands suspended as from yesterday. And it should go very clear to our teaching fraternity that as from yesterday, the Secretary General, Honorable Wilson Sossion,
is suspended from office until such a time that we'll have our annual delegate conference to allow him to defend himself and for the national annual delegate conference to ratify the decision. The same National Executive Council, in the absence of our Honorable Secretary General, decided that I, who is speaking to you, who was by then Deputy Secretary General, Hesbon Otieno Agola, take the acting position of the Secretary General until such a time when decisions will be made. So as I am speaking to you today, I am the spokesman of the Kenya National Union of Teachers. Mtazamaji, na taarifa zaidi zinaarifu kuwa Wilson Sossion amejitokeza na kupuuzilia mbali uamuzi uliofanywa na baraza kuu la chama cha NATA, huku akisisitiza kwamba alichaguliwa na walimu ili kuhudumia nafasi ambayo anayoshikilia hivi sasa. Bila shaka huu ni mzozo ambao utakaoendelea kufuatilia hatima yake. Kwingineko, maafisa kutoka chama cha wafanyikazi mjini Nakuru wamekosoa shinikizo la kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Adan Duale kwa kushinikiza mageuzi kwenye sheria za NSSF. Vilevile wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na marufuku ya ukataji miti ambao uliofanywa na serikali, wakisema wafanyikazi wengi wameachwa bila kazi. Duale asifikirie wafanyikazi ni kwa bunge. Sisi wafanyikazi tukiamua kwamba tunataka kiongozi fulani tunamtoa. Na akitaka kujua kwamba viongozi wakiamua wafanyikazi wakiamua wameamua, asome Kinuthia ya Mbuku wa chapter 1. Wakati nilisimama hapa Afra na nikasema kwamba tumekataa, mnaona Kinuthia ya Mbuku hapa town. Parliamentarians, MPs, including those ones from here Nakuru, they are employers. Sinu kweli? They are employers. Hata tuwale tunajua ni employer. Na tunajua kwa nini amekasirika, anataka kwenda kufanya amendment ya Labor Relations Act ndiposa iondolewe hiyo clause ya mkomo. Na wazazi wameshauriwa kuzingatia zaidi kukuza vipaji na talanta za watoto wao ili kufanikisha juhudi na ufanisi wakiwa shuleni. Kauli hiyo ilitolewa na wadau kwenye sekta ya elimu katika kongamano la maonyesho ya shule za kimataifa lililofanyika katika kituo cha biashara cha Village Market, ambapo mkazo ulitiliwa kwenye suala la utambuzi wa vipaji vya watoto wakiwa wachanga na vilevile kuweka mikakati ya kuzifanikisha ndoto zao darasani na nyanja zingine ambazo watazifuatilia baadaye. I think this is a great foundation today at the Village Market to actually come and look at different international schools, try and choose a good program for your children. Because we are able to be aware about the international schools in Kenya and also the exposure. Different schools have brought out what they have. The parents are here looking out for their children, for the needs of their children. I believe they are being met. So we are really happy and we hope that we can continue with this. Mtazamaji, hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia siku hii ya leo, na zitakuja kiukamilifu kwenye taarifa zetu za KTN leo mwendo wa saa 1 jioni ya leo. Ikiwa ni siku ya wafanyikazi, usishangae tuko kazini, manake taarifa lazima tuarifu kulingana na katiba vile inavyotushurutisha kwamba tuwafahamishe wa Kenya na kile ambacho kinachojiri. Ndio maana niko hapa ile kukuletea taarifa na majadiliano ambayo tutakuwa nayo katika sehemu yetu ya pili kwenye jukwaa la KTN. Mtazamaji, tutakuwa tunaangazia masuala ya wafanyikazi. Kwanza kabisa tutasikia hisia kutoka kwa wafanyikazi wenyewe ambao ni wa Kenya hapa nchini. Hisia zao ni zipi hasa baada ya serikali kutangaza kwamba kuna nyongeza ya asilimia 5 ambayo watakuwa nayo. Lakini kabla tujakwenda kwenye mapumziko moja kwa moja, wacha tusikie hisia zenu na nakupeleka moja kwa moja katika ukanda wa magharibi ambako mwanahabari mwenzangu Willy Lusige tayari yuko maeneo hayo ili kuweza kutuelezea Wakenya wamezipokea vipi taarifa hizi za nyongeza ya asilimia 5 ambayo ilitangazwa na Uhuru Yatani ambaye ni waziri katika wizara ya leba humu nchini. Naam, Willy Lusige, na kurushia kwako utupe hisia za Wakenya kabla ya kuangazia Wakenya wengine kutoka pande nyingine
wanasema nini? Willy. Na asante sana Manzo, shukran kwa kunipa nafasi hii. Kama ulivyoweza kutaja ni kwamba leo waziri wa Leba Uhuru ameweza kutaja wazi kwamba serikali itakuwa inaongeza 5% ile ya mishahara, lakini labda maybe hujaweza kuwafahamisha watazamaji wetu kwamba ile inatokana tu na ule mfumuko wa bei ambao pia aliweza kutaja kwamba ulikuwa wa 4.7%. Kwa hivyo ni kama wanalipa deni tu kwamba maisha yamepanda juu, gharama ya maisha pia imepanda juu, na wao pia wameweza kuamua kuongeza ile idadi ya 5% katika mshahara wa chini zaidi. Kumbuka kwamba asilimia ya nyongezo mwaka jana ilikuwa kubwa kidogo, ilikuwa baina ya 16% na 30%, lakini sitaki kuandikia mate manake na wenyeji hapa katika eneo la magharibi, nataka tu kupata ile hisia wameweza kupokeaje ile hoja. Na ndugu mmoja hapa, wewe naona unafanya katika duka la jumla, ama unaweza kutuambia jina lako, labda unafanya wapi kazi, na leo hii serikali imeongeza mshahara 5% tu, wewe umepokeaje ile habari? Kwanza mimi majina yangu ninaitwa Jeremiah Ahonya. Mimi ndio kiongozi ama msimamizi wa chama cha wafanyikazi cha West Kenya Sugar Company ambayo inatengeneza sukari ya Kabras Sugar. Na sisi leo tumekuwa katika sherehe za Leba dei, na sisi tumefurahia sherehe hizo hapa Kakamega, zimefanyika Buhungu Stadium, na baadaye tumesikia yale matangazo ambayo yalikuwa Nairobi ambaye amefanywa na rais kwamba rais ametangaza 5% kwa wafanyikazi wa mshahara wa chini. Jambo la kwanza ningependa kusema kama wakazi wa Kakamega na wakazi wa nchi hii ni kwamba tunapongeza rais. Tunampongeza kwa sababu ya hii 5%. Licha ya kwamba hii 5% ni kidogo, lakini heri tupokee hiyo kidogo kwanza, alafu kisha tuanze kujenga uchumi wetu. Na labda unaposema kwamba ile 5% ni ndogo lakini inatosha, udhani kwamba kuna njia nyingine ambazo licha kuongeza mshahara wanaweza kufanya kitu gani ili kuongeza maisha yaweze kushuka chini? Manake tumeona wanaongeza kwa sababu kuna mfumuko wa bei wa vitu mbalimbali kama vile vya kutumia pale nyumbani. Mbona wewe hudhani kwamba serikali inafaa kushukisha chini bei ya bidhaa ambazo tunatumia sana nyumbani ili mshahara wetu tukiwa mdogo uwe na manufaa kando na kuongeza? Tunasema kwamba tunapongeza rais kwa hii kidogo kwa sababu tumeona mwaka jana tumekuwa na siasa, na baada ya siasa uchumi wa nchi hii haukukuwa sawa. Kwa hivyo baada ya wao kushikana mkono na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tungependa tuanze kuijenga hii nchi upya. Kuna vitu ambavyo ni vya manufaa kwa jamii zetu nyumbani ambavyo gharama imepanda sana. Na hapo ndio tunasema labda rais angepeana zaidi ya 5%, kwa sababu tunajua kwamba kufikia saa hizi bidhaa ambayo inatumika kwa boma iko gharama ya juu, na mshahara ambayo tunapokea saa hii ni kidogo sana, ni kiwango ya chini. Lakini hata hivyo hatuwezi kosa kumshukuru kwa sababu ameangalia maisha vile yalivyo, akaona kwamba aongeze hii kidogo. Na hii inafanyika tu mwaka mmoja. Tunatumai kwamba baada ya mwaka mmoja tutapata nyongeza nyingine ambayo labda itakuwa juu zaidi kuliko hapo. Kabla ni kuache uende, wewe unafanya kazi na wewe umepata ile nyongezo, labda yule ambaye hafanyi kazi, labda yule mkulima ambaye hafanyi katika kazi ya kiserikali ama katika kampuni yote, unadhani kwamba yeye atanufaika? Wakati rais anasema ni mishahara ya chini, kwa wale mshahara wa chini anamaanisha wale watu wanafanya vibarua ndogo ndogo ambavyo vinawapa mapato, hao ndio wanaongezwa hiyo mshahara. Sisi ambao tunafanya katika viwanda huwa hatufaidiki na hii, kwa sababu sisi tuna ile inaitwa CBA ambayo huwa tuna negotiate. Kwa hivyo wale ambao hawana mshahara labda ndio inakuwa ni shida, kwa sababu tunafikiria wabunge wetu na serikali yetu itengeneze ajira zikuwe mingi, ndio hata watu wengine wengi wafaidike. Kwa hiyo asante sana. Wewe umesema ajira pia iweze kuongezwa. Mzee, ninapokuona leo ni siku ya kuwakumbuka wafanyikazi nchini. Rais Uhuru Kenyatta ameongeza mshahara kwa 5% tu. Wewe unadhani ile 5% inatosha, ni ya kawaida, ama labda ungedhani ingeongezwa juu kidogo? Mimi ninaitwa Reverend Solomon Mose. Mimi binafsi yangu naona kuongeza pesa hajafanya vibaya, lakini hiyo pesa angeandika vijana, kwa sababu tuna vijana wengi wamesoma na wanafanya kazi ya potapota, wana mahali ambapo wanaweza fanya kazi. Sasa hii pesa badala ya kuongeza wafanyikazi,
badala yake angepunguza mishahara ya watu wakubwa wale ambao wanapata pesa nyingi, ikuje iandike vijana wale ambao wako mashinani wapate opportunity ya kupata kazi, ili waweze kupata angalau kitu ya kujivunia masomo ambayo walisoma. Asante sana. Na hayo ni baadhi tu ya maoni ya wakazi kutoka eneo hili la magharibi mwa nchi, wakiweza kutaja kwamba ingawa ile asilimia ni kidogo, lakini wanashukuru, na labda wengi wao wanaona wajafahamu kwamba pia takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya kazi imeweza kuongezeka kwa asilimia 7.6. Kwa sasa hivi wacha tuende kwenye mapumziko, lakini tutakaporudi tena tutakuwa tunakwenda moja kwa moja katika kaunti ama kule Eldoret kuweza kupokea hoja zaidi kutoka kwake Elvis Kosgei.